Ronjani natoka kaunti ya Nyamira, Kitutu Masava constituency Kachua ward. Mimi ni mkaaji wa hapa Kisii. Sasa naomba kuahidi ya kwamba wananchi wa Kisii kuanzia kesho ni kuchipanga vilivyo, si kuibia mtu mali yake, si kugonga mtu, ni kuandamana maandamano ya amani. Kitu kingine ya pili, Mheshimiwa Rais, Your Excellency sir, Amri jeshi mkuu kwa mara ya pili, na kuomba kwa yali yako, kwa kupenda kwako, kwa moyo mkunjufu, tafadhali sikia kilio ya wananchi. Hapo mbeleni ulituahidi ya kwamba serikali ambayo inakuja ni ya mama mboga, makanga, watu wa kiosks, mama mboga. Sasa saa hii makanga ni kukura diagas, mama mboga ni kukura diagas, watu wa kiosk ni kukura diagas. Maandiko yanasema kutoka kitabu cha Luka 6:31, vile mnataka mfanyiwe na nyinyi mwafanyie vile vile. Ndugu yangu, vile tulikufanyia ndugu yangu, tukakupigia kura kwa fujo kutoka Kisii. Sisi ndio watu wa kwanza Kenya mzima tulikupigia kura na tukasherekea, tukakura kuku, nyama, pombe, paka mapipi za watu, tukafurahi. Sasa na kuomba Rais, Mheshimiwa, tafadhali sikia kilio ya wananchi. Wacha kutumia nguvu kuwa wananchi kiolera, wamama, watoto, watu ambao hawajiwezi, mayatima. Ndugu yangu, heshimu kilio ya wananchi kwa yali yako. Ile ngine ulifanya chana makosa kubwa sana, paka wa Kisii, Nyamira na Kisii wamekasirika kunyang'anya kinara wa Simio walinzi wake. Tafadhali warudishe ndugu yangu, warudishe asipate shida yoyote. Na kuomba ndugu, nikimalizia, Makamu wa Rais, Your Excellency Mr. Rigichi, tafadhali chunga maneno inatoka mdomo wako. Chunga tena maneno inatoka mdomo wako kwenda kwa kinara wa Simio. Chunga maneno inatoka mdomo wako kwenda kwa wananchi. Nikimalizia, Mr. Gachawa, please, kindly, I'm requesting you on a special way. Kindly, rudi chini, omba Mungu, weka makoti chini, uombe Mungu na umuombe msamaha. Maneno ambayo inatoka kwa mdomo wako kwenda kwa wananchi, kwenda kwa kinara ya Simio na wafuasi wote ni mapaya ndugu yangu. Na kuomba, la mwisho kesho ni maandamano ya amani Kisii mzima. Kila kona, kila location, kila sub location, all wananchi wote tafadhali kesho muondoke kwa amani. Tuanzie hapa Shifring Supermarket opposite Aga Khan Hospital. Maandamano ya amani Kisii, tunafika Kisii School, tunarudi, hakuna kubeba mawe kurusia askari. Na wewe askari, ndugu yangu, na kuomba, ile mtu unapiga risasi ni bibi yako, ni shangazi yako, ni ndugu yako. Tafadhali chunga maisha ya wananchi. Na wewe kumbuka, ukienda kwa duka, ukinunua unga ni 220. Pia na mimi nikivaa slippers ni 220. Naomba wananchi, asanteni sana kwa nafasi. Kesho mapema asubuhi kunywa chai vizuri, weka fukara venga imekuwa maisha ngumu, kuja barabara na matawi, tuandamane moja kwa moja paka ofisi ya Rais, Mungu akipenda. Sawa sawa. Naam, kwa majina ni Okumu Wilfred. Mimi ni mhudumu wa bodaboda katika hii eneo la Kisii. Naona mambo na maandamano ya kesho, naona ni kama iko jonjo, na tunaomba Wakenya wote wakuje kwa mabarabara tupelekane mbele. Kitu kingine naweza elezea, wabunge wetu wameenda ni kama wamenunuliwa, wamewekwa pamoja na huyu Ruto, wamehongwa, hatuoni kitu yenye wanatusaidia. Tuomba sasa wabunge wakae kando, sisi tujipeleke, kama Ruto atatua tuue. Maaskari ambao wanafanya katika harakati ya kulinda wananchi watukufu wa Kenya, mbona mwatumika kutupiga marisasi, fitoa majozi, harakati ya kutupiga vivimbo kila mahali? Tuomba maaskari nanyi pia mkusanyike na sisi katika harakati ya kesho ya maandamano. Tuandamane pamoja, ndio angalau huyo Sakaya apate kushuka kutoka kwa mti ambaye amekaa na kichwa ngumu sana. Kitu ya mwisho, Tunatumia mpaka saa 1. Yes.
Majina ni Wilfred, mkazi wa Kisii. Majina ni Wilfred, mkazi wa Kisii. Naona gharama ya maisha katika eneo hili ni kama imetushinda na ni kama chanzo ni Rais William Ruto. Katika hali ya maaskari wenye wanatumika katika eneo hili, maaskari ni kama maandamano yenye lipita walitumika nguvu sana kutunyunyizia maji, vitoa machozi, marisasi. Hata jana ni kama tumezika watu wawili wenye walipigwa marisasi. Naomba katika maandamano yenye yatafanyika kesho, watu wote wajimwage katika mabarabara zetu, tufanye maandamano kwa njia iliyo mzuri, ndio alafu huyu jamaa mwenye amekatalia roho ngumu aone kama hii Kenya sio ya mamake ama Kenya sio yake. Kitu kingine Raila Odinga, mahali penye huko tunakuomba uketi hata kwa nyumba, wachie wananchi ambao wamesikia ghadhabu ya gharama wajimwage kwa barabara. Sio lazima ukue katika hali ya maandamano. Haya, asante. Kwa majina mimi naitwa Jonathan, na nina ujumbe kwako Mheshimiwa Ruto. Ulisema hata kama mimi mwenyewe sikukupigia kura juu nilikujua wewe ni nani. Ulidanganya wengine eti bottom up. Vitu zitashuka bei. Kumbe kushuka ni kupanda. Na wewe tumepata sauti yako ni moja. Ni maandamano. Maandamano iko na tunakuja kwa wingi. Kama ni uwezekano mtu uwe sisi wote mpaki na hiyo Kenya, mfanye vitu vile mnataka. Lakini maandamano tuko nayo. Wewe ulideceive watu wengi sana. Wewe ni mjanja, wewe ni mkora, ulitudanganya. So, hii bottom up sioni maana yake. Inatoka chini ukirushia wajuu kina Murkomen, kina Gachagua. Hao ndio watu wanapokea vitu kama hizo ya bottom up. Lakini sisi hapo umetulenga tukule hii uchumi ngumu. Lakini maandamano tutakuwa nayo hadi mwisho, hatuwezi mawe tutarushana na nyinyi vibaya sana. Hiyo ndio ujumbe wangu. Mimi nataka kueleza hii serikali ya Bwana Ruto na wengine kwamba maandamano iko na hatutarudi nyuma. Kitu ya kwanza, mimi kama mwananchi wa kawaida, stima peke yake nilikuwa nanunua na 10 shillings ama 5 shillings. Lakini saa hizi umetuwekea limit ya 25 shillings. Sasa hiyo ni kumaanisha nini? Kuna mwenye ana hata hiyo 25 shillings. Kuna mwenye afford hata kununua mafuta ya kerosene ya 10 shillings. Sasa umetukazia mpaka stima ati ni lazima uweke 25 shillings ndio access kuona na stima. Surely. Na ni kitu nilikuwa nanunua na 1 bob. The reason being hii inafanyika ni nini? Sababu hatujui ni nini. Sababu hatujui NHIF ulituambia ni 300. Sasa hizi nasikia inaenda 1000. Sababu ni gani? Tujue. Hata sisi ni binadamu tunaweza elewa uongozi ni ngumu. Tujue kwamba umepandisha hii kwa sababu ya hii na hii for the reason, alafu ndio maisha ikuje kurudi, tunaweza elewa. Lakini sasa wewe ukituambia ati nisipate watu kwa barabara, ati watu wasitumie katiba kuhujumu serikali yako, hapana bwana. Tumechoka, maandamano ni lazima. Lokelo kutoka maeneo ya Ugis, Homa Bay County. Naongea katika maeneo ya Kisii County. Nasema ya kwamba Ruto lazima kwe polepole, uongee chini na Raila, alafu chumi irudi normal. Kama si hivyo aenda tafute Raila ujioni ama usiku, lazima kesho tuko barabarani. Mimi kwa majina naitwa Babu Kubwa. So mimi kwa majina naitwa Babu Kubwa. Kitu nilikuwa napenda kusema kwa siku ya leo, mambo ya kesho maandamano, wacha Ruto ambie maaskari wake wajibange, kesho tuko kwa barabara, hatuogopi kukufa. Afadhali tukufe Kenya ibaki peke yake, kwa sababu huwezi kutuambia mambo ya bottom up. Unatuambia ujenge nyumba, umeanza kukata watu pesa 1.5. Hiyo pesa haiwezi kuwa refundable. Hiyo pesa inaenda wapi? Hiyo nyumba yenye unajenga nani anakuja kuishi? Hao Wakenya wenye unatafutia wanaendelea kukufa. Rudisha mafuta chini,
vitu irudi chini nomo. Hiyo NHIF unatuambia 300, ukienda kwa hospitali kama mimi muenda sachi kwa pikipiki naambiwa NHIF ni 1000. Ni 1000 tena hiyo NHIF haifanyi kazi. Sasa unataka tukimbilie wapi? Mimi naambia Raila aendelee hivyo hivyo, asipunguze, akae hivyo hivyo. Kwa majina naitwa Justin Nyakweba na mimi ni mwanafunzi. Nimesikia kila mtu akisema eti kesho ni maandamano ya amani. Maandamano bila askari, hiyo ni yako na hakuna kitu ataona kama ni maandamano. Hiyo ni kama kuenda kanisa ya Catholic, kuenda Good Friday. So mimi ningependa kumwambia hivi, kuna pesa ambazo sisi alikuwa ametuwekea huko, kama Uhuru alituwekea kwa saa shule. Huyu amekuja ametoa, amechukua aziko. Saa hii mzazi anatoa wapi 75,000 analipia mtoto wa mwenye ako college? Hiyo ndio nilikuwa nayo. Naitwa Steve. Kitu ningesema ni moja tu. Unajua watu wametoa maoni, kila mtu ametoa maoni yake. Mimi ningesema hivi, William Ruto, just remember how you used to humble yourself ukitafuta hii kiti. Venye ulikuwa unakaa kwa nyasi, venye ulikuwa unakula miwa, yani unatembea na wananchi, ulikuwa mtu wa chini sana. Sasa hizi umepata hii kiti, umekuwa na kiburi kingine mbaya sana. Ukisikia ni maandamano unakimbia nchi za nje, hiyo haiwezi saidia. Humble yourself, kaa chini na Raila, muongee, mtafute suluhu na viongozi wenye wamechaguliwa hapa Kenya. Tafuta suluhu, muone vile mtatusaidia sisi kama mwananchi wa kawaida. Sababu sisi kama mwananchi tunaumia sana. Sasa hizi kila kitu imepanda bei. Ona kesho ni maandamano. Kuna mtu mwenye anategemea kila siku ile pesa yenye anapata inapotea. Hiyo yenye anapata inapotea. Sasa angalia vile utatusaidia Bwana Ruto. Ulisema ukiingia kwa serikali utasaidia hasela. Kumbuka hasela bado. Usaidie huyo hasela. Wewe ni mcha Mungu. Kumbuka venye ulikuwa unaenda kwa kanisa unalia, unaambia wananchi venye wewe ni mcha Mungu, unamcha. Sasa unamcha Mungu na ujali hasela. Hebu tujali, tuonee huruma, tumeumia sana sisi kama wananchi. Mheshimiwa Ruto, nadhani kanisa pia lazima tuchangie ama lazima tusungumze. Na naomba wale wa mabishop, wale archbishop ambao wako na access to the president, ambia president ukweli kwamba mwananchi hapa nje anaumia. Mimi ni mzazi na mimi ni mtumishi wa Mungu ndio. Lakini sasa mimi mtumishi wa Mungu ndio. Mtoto akiniuliza daddy, bottom up, lakini center ilienda wapi? Huyu mtoto wangu ananiuliza bottom up, center ilienda wapi? So Mheshimiwa Ruto unaswali, tunaswali kama mwananchi, inaswali kama mwananchi pia. Bottom up, je, center ilienda wapi? Na nani alidanganywa hapa? Ni mwananchi alidanganywa? Ni mimi nilidanganywa kwa sababu niliambiwa bottom up. Utatoka up down mheshimiwa, uende up bila kupitia center. Sasa center ni sisi tunaumia. Mheshimiwa, upende usipende, Ruto mheshimiwa lazima usikize mwananchi analia. Mimi nilikuwa nasema hivi, Ruto alituambia mtu wa chini, mama mboga, boda boda, watatuona, watuwekee vitu ikae chini. Sasa yeye ameongeza, hakuna mama mboga, hakuna boda boda. Kila mtu ni hali ya juu. Unga ni ile ile, sukari ni ile ile. Tena siku nyingine akasema gasi itafika 500, akakuja akasema ni mtungi. Hata tunashangaa. Ruto, simuelewane hadi. Sisi ndio tulikupea, wanadamu wote ndio walikupea nini? Kura. Tuone kama sio sisi tungekupea kura, ungekuwa hapo kwa kiti. Sio tuangalie. Hayo ndio nilikuwa naye. Kwa majina mimi naitwa Dennis Manoti, mwendezaji bodaboda wa Kisii County hapa. Sisi kesho tumejipanga na maandamano ya amani na lazima tutoke nje kwa sababu ya njaa. Kitu yenye inasumbua wananchi sana rais wa Kenya ni njaa. Kuna kitu kingine si Raila si nani, ni njaa. Ulisema utashukisha unga ikuje 100, saa unga ni 250. Sasa mtu ukiendesha bodaboda utengeneza ni 300. Unadhani mtu atakula aje kwa nyumba? Unataka watoto watembee puchi? Mimi nakuomba waangalie, waache kuangalia viongozi wakubwa akina Usola hapa au wachumbe wote tumechagua hapo wanakuja wanakudanganya. Wewe unaona maisha ni sawa. Lakini mimi nasema hivi, penye ulisema utatusaidia, wachana mambo ya nyumba, mambo ya stima, mambo ya maji. Angalia kwanza mambo ya chakula, maisha ya mwananchi.
utusaidie sana. Hiyo ndio mimi nakuomba. Afune. Kwa majina naitwa Fred Afune. Kulingana na maoni yangu mimi, kura tulipiga vizuri, uongozi ukapeanwa. Na hao viongozi kila mtu alikuwa na ahadi zake. UDA ilikuwa na ahadi zake, alafu na Azimio ilikuwa na ahadi zake. UDA ikapewa uongozi. Sasa wananchi walikuwa na matarajio ya zile ahadi ambazo UDA ilipeana. Kwa hizi ahadi ambazo zilipeanwa, hakuna ahadi hata moja ambayo imetimizwa. Ndio maana hii maandamano unaona wananchi wamekerwa sana mpaka wamesema ya kwamba maandamano ndio ambayo itawapea hizo ahadi ambazo UDA ilikuwa imesema itapea wananchi. Sababu walisema wakiweka Biblia chini kila kitu itakuwa sawa. Walikuwa wanasema bottom up. Sasa tumeshindwa kuelewa hii bottom up ni vitu inatoka bei ya chini ikielekea bei ya juu, ama ni maisha ikitoka chini ikienda pande ya juu. Sasa kulingana na hii mgomo ambayo iko kesho, mimi nasema hii mgomo iendelee, ikiwezekana ikuwe 24 hours a day. Ndio maana iwasukume kabisa mpaka waweze kukaa chini watimize zile ahadi ambao walipeana. Hii maandamano sio ya Raila Amolo Odinga, hii maandamano ni ya sisi wananchi wa Kenya ambao tunaumia. Sababu saa hii tissue paper ilikuwa shilingi 15 ama 20. Saa hii imeenda 70. Na hii kitu unaenda kupangusia tissue paper hauchakula. Sasa niambie unaenda kutumia tissue nini kama hauchakula? So ndio nasema hii gharama ya maisha irudi chini, vitu sirudi chini, alafu ndio tukue na ile maisha ambao tulikuwa tumepromisiwa hapo awali. Hiyo ni maoni yangu. Mumesikia wananchi wa Kenya, mumesikia vile kilio ya Kisii iko. Tunawaomba siku ya kesho kila mmoja ajitokelezee. Maandamano sio ya kuua, maandamano ni ya kujipanga tu, maisha irudi chini. Tena jambo lingine na kuomba Bwana President, tafadhali ulikusanya watu wote waombaji, wasee wa kanisa na wamama wa kanisa. Sasa ninawaomba kwa usiku wa leo, kila mama aende kwa nyumba yake akaombe Mungu aliye juu mbinguni akuguse roho yako ili urudishe maisha ya wananchi chini. Jambo lingine, maaskari tafadhali ninawaomba mahali popote mlipo, msirushe matiagasi na marisasi, juu risasi inaweza angukia mtoto wako ama yaangukie anti yako. Tafadhali ndugu yako, wote wale ambao wako hapa ni watu wetu. Tunaomba maandamano ya kesho isiwe ya vita ama ya kulia, iwe maandamano ya kuleta amani na kurudisha maisha chini. Kwa majina mimi ni Raila Junior. Naongea kuhusu mambo ya maandamano ya kesho. Sisi kama Wakenya tumefinyika zaidi na maisha. Tuliambiwa mama mboga, mahasilasi na watoto wa pikipiki watalindwa na hii serikali ya Bwana Ruto. Bwana Ruto, kitu ya kwanza mimi nakuambia, kumbuka Wakenya wanalia ukweli, na angalia hawa maadvisors wako wenye wanakudanganya. Hapa nje tunakufa, tuishe, sijui unaenda kutawala akina nani. Namba 2, kesho itakuwa maandamano ya amani. Hakuna kitu mtu atalipiwa mali yake. Hiyo itakuwa makosa. Kitu ingine, wale viongozi wa Kisii ambao mnasanya watu kutoka mahali penye mnatoa, wanakuja kupiga watu wengine na mapanga. Sisi wa Kisii ni watu wazima, hatuandamani kuharibu kitu ya mtu. Tena maandamano yenye ilifanyika Kisii, mtu asiseme ati watu walitoka mahali fulani kuja kuandamana hapa. Sisi wenyewe ndio tumefinywa, tunajua ni wapi kiatu imetufinya, ndio maana tunaandamana kwa barabara. Kitu ingine, kama ama askari ndugu zetu wasitumike vibaya kutuua sisi. Ile taksi tunatoa ndio maaskari wanalipwa mshahara. Mpaka rais unapata taksi yangu unakura mshahara. Tafadhali uchunge wa Kenya, maana mambo ya kutishiana hiyo nayo sio mambo mazuri. Kwake Bwana Rigichi, tafadhali punguza hasira. Unaweza sema uko na hasira na kuna wenye wako hasira na hasira kukuliko. Tafadhali tuliza chini, muangalie shida imetokea wapi. Msiangalie ati Raila ndio shida. Nyinyi wenyewe ndio shida. Wakati Uhuru alikuwa president, Bwana Ruto alikuwa vice yake. Uwezi danganya sisi ya hukujua.
Asanteni wa Kenya. Asante kwa nafasi. Nilikuwa nasema hivi, ukweli wa maneno, gharama ya maisha imekuwa juu, na maisha saa hii Mkenya wa kawaida maisha yake yamekuwa magumu. Ile kitu mimi nilikuwa naomba serikali, tafadhali jaribu kusikia sauti hii, sauti ambayo watu wanaongea inatoka wapi? Kwa sababu hii maneno ikiendelea hivi, nchi yetu ya Kenya itafanya nini? Tutachipata babaya. Tunaelekea mahali babaya, tunaenda kujipata tumekuwa kama Somalia ama Sudan. Kwa sababu ya nini? Ingekuwa ni vizuri rais wetu ambaye amepewa mamlaka, ambaye anaongoza nchi, achukue hatua ya haraka, apunguze gharama ya maisha. Angalau unga irudi chini, sukari irudi chini, kila kitu, sabuni irudi chini, na kila kitu irudi chini, gharama ya maisha ikuwe favorable. Kwa sababu tunaona taksi imeongezwa, lakini gharama ya maisha bado iko wapi? Iko huko juu. Na kwa kinara wa Azimio, mimi nilikuwa nataka kukuomba ukuwe na moyo wa upendo, upende nchi yako ya Kenya. Kwa sababu saa ingine mimi naona hii maandamano sio maandamano tena. Hii imekuwa inaitwa ile kitu inaitwa sasa ni kukimbizana. Hii maneno imekuwa ni kimbi. Kwa sababu lazima unaona barabara ikichomwa, maneno bado hiyo gharama itakuwa ya mwananchi. So wale ambao wanaenda kuandamana siku ya kesho, wananchi wale ambao watakuwa barabarani, mimi ninaomba muache ile mambo ya kuchoma barabara. Kwa sababu kama hapa Kisii tumeona barabara imechomwa, na hiyo barabara kesho ingine inaenda kukuwa na mapotol. Tukue na sisi tuchunge mali yetu na tuchunge mali ya Wakenya wenzetu. Kwa sababu tukiharibu mali, bado huyu mtu mwenye unaharibia kioski yake ama kitu yake, bado gharama inarudi inakuwa yake. Raila hawezi kuja kumchengea, Ruto hawezi kuja kumchengea. Kama saa hii maandamano ilifanyika, kuna watu wamepoteza maisha, kuna watu ambao wako katika mahospitali, gharama ya matibabu inaendelea kukua juu, na tunajua ya kwamba kesho pia maneno kama hayo yatafanyika. Lakini tunaomba Wakenya wakuwe watu wangwana. Kama tunaenda kufanya maandamano, ikuwe ni maandamano ya amani, isikuwe tena ni rioting. Sasa inarudi inakuwa rioting, sio maandamano. Sasa hiyo haiendi mzuri.